Of course kupitia The Quiz, kupitia Bongo Vipaji TZ, leo tunaye Alwatan Kavumba, one of the best actor. Nadhani mnamfahamu kupitia series ya Dunia, na humo kuna kashikashi kibao bwana. Mshikaji amepitia mambo mengi sana. Kavumba vipi? Fresh kabisa. Shwari kabisa. Uhusika wako katika Dunia umeonekana kuwa tofauti sana, na watu wengi sana wanazungumzia kuhusiana na uhusika wako. Kwa kweli unauzungumziaje? Kikweli nafurahi sana kwa sababu msanii siku zote anatakiwa awe tofauti. Kwa kile kinachoonekana kwa shabiki kuwa ni tofauti, kwa upande wangu mimi kinanipa faraja kubwa sana. Kuliko ningefanya kitu alafu mtaani wakachukulia kawaida. Kwa kuwa tofauti kwangu napenda sana. Yeah. Okay. Mara kwanza ulivyopewa uhusika wa kuwa mzee wa budget katika series ya Dunia, kwa kweli uliuchukuliaje huo uhusika? Hasa baada ya director Baba Asma kukupa uhusika huo. Kiukweli mwanzo niliona kawaida sana. Wakati napewa uhusika huo nilikuwa kawaida sana. Lakini kadri siku zilivyokuwa zinakwenda, naona kabisa kwamba kumbe nakwenda kwa introduce watu walioko mtaani. Kwamba kile ninachokifanya wanakipenda na wanakipokea sana. Kuna wengine wanaishi katika maisha hayo. Kwa baada ya kujua kwamba nafasi nilopewa ni nzuri kupitia director Baba Asma, kiukweli nilifarijika sana na ninashukuru sana kwa kile ambacho kimetokea upande wangu. Okay. Bajeti zako zimekuwa tishio sana. Tunaona jinsi gani ambavyo unaweza kutoa bajeti kwa watoto wa kike tofauti, na mara mwisho bwana kiliweza kukulamba kitu. Kwa wewe hii unaichukuliaje? Je, ni kweli upo katika uhalisia wa budget katika maisha yako halisi au ule ni uigizaji tu? Kiukweli kwa kile ambacho mimi nakifanya kwenye series ya Dunia, mimi ni msanii. Tafsiri ya msanii ni kioo cha jamii. Kwa maana yake mimi nakwenda kuwakilisha jamii. Maisha ambayo mimi nayacheza katika series ya Dunia ni maisha ambayo tayari kuna watu ambao wanaishi kwenye hayo maisha. Kuna watu ambao wanaweka budget, lakini mimi katika uhalisia maisha yangu sipo hivyo ninavyoigiza. Yaani siishi kwa ajili ya kuweka watu kwa watu budget. Na baada ya kuwa nimefanya vile kilinikuta kitu, kwa sababu sio kila mwanamke atashawishika kwa fedha ambazo unazompa. Na mimi formula yangu nampa mwanamke bila kuniomba. Maana yake nikishampa nataka jambo langu baada ya kuwa nimempa ile hela. Kwa Kase alichokifanya alikuwa yuko sawa kabisa. Itimizi kwa komesha wanaume ambao wanatoa fedha kwa ajili ya kutaka kitu kutoka kwa wanawake. Lakini mwanamke hataki kile kitu. Kwa hicho kitu nimekifanya, maana yake nawakilisha jamii. Sio kwamba kipo katika maisha yangu, no, ila nakwenda kuwakilisha jamii kwa sababu msanii ni kioo cha jamii. Okay. Yeah. Okay, tunatoka 2025 tunaingia 2026. Malengo yako yakoje? Of course malengo yangu ni makubwa sana. Cha kwanza kuifanya kampuni ya Bichwa Production, Asma Film YouTube channel. Siku moja tufike 10 million subscriber. Yaani Mungu asaidie huko, lakini tusishie tu kwenye views 1 million kwa 2 days, 1 day, 3 days. Tufike paka 10 views per day. It means kwamba tunamwombea Baba Asma awe na mafikirio makubwa sana, akiwa na assistant director wake Manyanya, wafikirie vitu vikubwa, vigongo vikubwa. After Dunia ije kitu kikubwa zaidi ya Dunia. Okay. Yeah. Sawa, tuangalie kuhusiana na jina lako Kavumba. Kavumba likoje? Ni jina ambalo wewe uliamua kujiita au ni jina ambalo umepewa? Jina la Kavumba sijajipa. Kiukweli nilikuwa nafanya mazoezi kipindi fulani, nadhani ilikuwa ni mwaka 2010 kuelekea 11. Nilikuwa chini ya jamaa mmoja anaitwa Mtitu Game Fest Quality. Huyu mwamba nilikuwa nafanya mazoezi, lakini tulikuwa tuna nafasi ya kuonana na Malem Steven Kanumba. Wakati nafanya niliambiwa kwamba nina sauti kama ya Kanumba. Kwa hiyo kuna mtu mmoja anaitwa Sam, ni marehemu sasa hivi, Mungu amlaze mahali pema peponi. Huyu bwana akaniambia, wewe una asili ya Kanumba ila hautakiwi kujiita Kanumba. Akatoa N katikati ya Kanumba akaweka V, ikapatikana neno Kavumba. Namshukuru Mungu, Sam popote alipo, Mwenyezi Mungu ampunguzia adhabu ya kaburi na adhabu ya moto, kwa sababu ni mtu ambaye ameniintroduce kwenye jina ambalo mpaka leo limekuwa ni beta sana. Iko hivyo. Hebu tuizungumzie ukubwa wa series ya Dunia. Kwa wewe unauchukuliaje ukubwa wa series ya Dunia? Ukiacha tu kwa wasanii wa Dunia, nje ya Dunia ikoje? Dunia ni kubwa sana. Yaani kama tunavyojua Dunia ilivyokuwa ni kubwa, basi hata series ya Dunia ni kubwa. Kiukweli sina cha kuzungumza, na sitaki kujua Baba Asma alifikiria nini kuandaa series inaitwa Dunia, na alifikiria nini kuniweka katika kitengo hicho. Lakini pia series ya Dunia ukubwa wake sio tu kwa wasanii, imekuwa tishio hadi kwa mashabiki ambao wanafuatia series tofauti, lakini kwa series ya Dunia imekuwa beta sana, kwa sababu kila scene au episode inayotoka kwenye series ya Dunia inakuwa ni surprise, sio kwa shabiki tu, hadi sisi waigizaji wenyewe. Ukiigiza episode hii inayofuata hujui unaigiza nini. Baba Asma ametumia akili kubwa sana kuandaa hii series.
Umeniambia kwamba umeanza sanaa kitambo na tayari ushafanya kazi na madirector tofauti. Kwa wewe, utofauti wa Baba Asma na madirector wengine uko vipi yani? Kwanza kabisa, Baba Asma sio director tu, pia ni mwandishi wa story, ndio mwandishi wa Dunia series. Utofauti wa madirector wengine na Baba Asma ameandika story na kuidirect, alafu story hiyo sasa inatoa mastaa, kila episode inatoa star. Yani series ya Dunia karibia wasanii wote ni maarufu na ni mastaa. Tofauti na series zingine unakuta mastaa ni 3 au 4, wengine hawajulikani kabisa. Baba Asma ametumia akili nyingi, ametumia ubunifu mkubwa kufanya kila episode kumtengeneza msanii mpya na kujulikana. Huo ndo tofauti wa madirector wengine na Baba Asma. Okay. Japokuwa nimechelewa, lakini naona kwamba hapa kulikuwa kuna shughuli fulani hivi ambayo imefanyika, lakini kwa tetesi ambazo zilizopo ni kwamba wewe ndio muhusika wa shughuli hiyo. Unaweza ukawaambia mashabiki zako kupitia Bongo Vipaji TZ kwamba hii shughuli inahusiana na nini, au Kavumba akaamua kuvuta jiko kimya kimya na kutoalika mashabiki zake, hii ikoje? Hapana, sijavuta jiko, ila very soon 2026 inshallah, Mungu akijalia, linaweza likatokea. Leo kulikuwa kuna shughuli ya dua kwa ajili ya wapendwa wetu ambao wametangulia mbele za haki, wazazi wetu, jamaa, ndugu na marafiki. Leo ilikuwa ni siku maalum ya kuweza kuombea. Lakini sio tu kuombea ndugu, jamaa na marafiki, bali leo ilikuwa ni siku maalum kwa binti yangu, msanii wangu. Tarehe kama ya leo babake mzazi alifariki, kwa hiyo akaniomba, Kavumba director wangu, naomba niandae shughuli nifanyie hapa nyumbani kwako ili niweze kuwakumbuka wazazi wangu. Haiko mbali, ni huyu hapa, anaweza kuzungumza machache juu ya kile ambacho kilichotokea leo. Yes, of course, huyo ni Alwatan Kavumba. Nafikiri umeweza kumsikia kupitia Bongo Vipaji TZ, na tunaye hapa. Mambo vipi? Poa, mambo. Safi, mzima? Mzima. Kwa majina unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Zena Yahaya. Zena, nimeambiwa kwamba wewe ni miongoni mwa watu ambao waliandaa hii hafla hapa kupitia Kavumba. Je, hili lina usawa? Yes, lina ukweli, maana mimi nimeandaa shughuli ila nikaamua kuileta hapa, maana Kavumba ni kama baba yangu, Kavumba ni kama mlezi wangu. Mimi sina wazazi, kwa baba yangu alifariki siku kama ya leo. Ndio maana siku kama ya leo kila mwaka huwa nafanya shughuli kidogo, dua, kumwombea baba pia na mama yangu. I say pole sana. Asante. Okay, kuna kitu gani cha kujifunza kutoka kwa Kavumba au kwa watu ambao hawamjui Kavumba? Kwa kweli umejifunza nini kutoka kwa Kavumba? Kwa mimi, kwa Kavumba pamoja na timu Dunia kwa ujumla, nimejifunza vitu vingi. Kwanza nimejifunza ukarimu, wana upendo, wana ushirikiano, yani sijui yani nieleze vipi, lakini wamenipa kitu. Mimi ni msanii, lakini toka nimeanza kukutana na wasanii wengine, ila wasanii wa Dunia wamenifunza mambo mengi sana. Wana upendo, wana ushirikiano, wana nia ya kufika mbali. Okay. Kwa tutegemea na wewe kuona katika series ya Dunia. Ndio, mtegemee kuniona katika series ya Dunia. Nipo mnajifua bado na yani Kavumba ananitengeneza niwe msanii mkubwa katika series ya Dunia. Na una uhakika unaweza kuchukua tuzo kama ilivyokuwa Violet Frankie? Ndio, na uhakika. Labda una kitu gani cha mwisho cha kuwaambia mashabiki ambao wanakutazama, hasa mashabiki wa Dunia ambao wanakutazama sasa hivi kupitia Bongo Vipaji TZ? Una kitu gani cha kuwaambia? Mimi ninachotaka tu kuambia, jamani, wanipe support, yani waendelee kunipa ushirikiano ambao nimeuona leo na siku ambazo toka nimefika katika hii familia, waendelee kunipa support hiyo, na mimi naamini na kuahidi sitowaangusha. Yes, of course, nafikiri umeweza kumsikia muandaaji ama mtu aliyopewa majukumu ya kuandaa hii hafla ambayo ilifanyika hapa nyumbani kwa Kavumba, na bado niko na Kavumba na vitu vingi sana vya kumuuliza, hasa kujua uhusika wake kwa sababu yeye ni mzee wa budget. Zile budget zikoje? Kavumba, comeback yako imerudi tofauti baada ya lile tukio kati alokufanyia. Nimeona comeback yako tofauti, sasa hivi umekuwa kijijini. Na kule kijijini tayari ushaanza kutoa mambo ya budget. Naona kama kuna shilingi 7,000 hivi tayari ishatoka kwa ule mtoto. Kwa kweli unataka kutuambia vipi kuhusu ule mtoto? Analiwa? Sije kushindwa hata jinsi kasi alivyonisumbua, lakini machungu yangu yaliisha baada ya kuwa nimefanikiwa. Japo tulikuwa watu wengi, lakini nashukuru nilifanikiwa. Ila kila alichonifanyia kasi haimaanishi kwamba mimi nitaacha tabia yangu. Kwa hiyo niwaambie tu mashabiki wa Dunia, yule mtoto kaliwa. Okay, una kitu gani cha mwisho cha kuambia mashabiki? Mashabiki tunawapenda sana. Mwakani nikitaka tuzo mnipambanie kama Violet.
tunataka timu dunia tupambane tupate matuzo mengi. Msahau kusubscribe YouTube channel pamoja na kufollow Bongo Vipaji. Of course, kwa taarifa mbalimbali usisahau kufollow ya account ya Bongo Vipaji TZ ili uwe wa kwanza kupata kile ambacho unachostahili. I'm gonna the name Nasri HDP, na unaweza kunifollow kupitia Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Mimi na sign out, tukutane tena siku nyingine muda na wakati kama huu. Ciao.